Mkristo ambaye uvai hirizi, Mkristo ambaye una majini ufugi, wala una mzimu wa baba yako wala bibi yako, ukiua maombi wafa. Usijifananishe na Wakristo wengine. Wao wanasali na kwenda kwa waganga, wao wanasali wana na majini na mizimu yao. Wewe umeamua kumwamini Yesu 100%. You must be careful, na lazima ujipange kisawasawa. Ukiamua kulala na hauna jini, hauna mzimu, hauna tambiko, wafa. Ndio maana kanisa, Wakristo wengi waliookoka maisha yao ni magumu. Kwa nini? Hawasimami katika zamu zao. Anaamka asubuhi anaomba maombi akimshazali pale, Baba naomba unilinde naenda Kariakoo, nafunga ajali na mapepo ya ajali. Au sio maombi hayo? Tenga muda omba, tenga muda omba. Mkristo aliyeokoka huamka usiku. Maombolezo 2:19, andika, Mkristo aliyeokoka anaamka usiku kabla ya kujacha. Maombolezo 2:19, inuka ulalamike mwanzo wa makesha kabla akujacha. Unalala mpaka asubuhi, poda kwa wingi, utashinda wapi? Takuwa chapati bini karamati. Maombolezo 2:19. Mkristo anayemwamini Yesu huamka mapema kabla akujacha. Usiku wa manane unauasha, unafungua marango ya siku, unafungua marango ya biashara, unafungua marango ya huduma, unaomba. Inuka ulalamike mwanzo wa makesha kabla akujacha, kwa ajili yako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya biashara yako. Ndivyo Maombolezo 2:19 inasema. Lakini hawa wanaambiwa wasilale, wanalala. What's the next thing? Unaweza ukawa umekuja kwenye ibada hii hujaomba, ukuamka asubuhi na mapema ukamwambia Mungu naenda kwenye ibada usinipite. Unakuja hapa kuambulia matukio. Mchungaji hapa anaenda kutafuta kuingize kwenye maombi, na yenyewe uombi unasubiri kuwekwa mkono. Mkono huu wa mtu hauna badiliko lolote kwako. Kuna mkono ambao umeudai usiku wa manane, huo ndio utakao kwenda kukutana nao. Haujaomba, una chako. Tuache kuwadanganya watu. Mathayo 7:7, ombeni nanyi mtapewa. Umekuja kupewa nini? Ulichoomba. Nani ameniomba mkate nikampa jiwe? Nani ameniomba yai nikampa nge? Nani ameniomba samaki nikampa nyoka? Mungu anauliza. Lakini unakwenda kwenye ibada, huna maombi ya kwako yanayokutangulia kwenye ibada, unakwenda kusikiliza ibada ya baba mchungaji. Ndio maana wengine mnalala, kwa sababu ibada sio yako. Ingekuwa yako usingelala. Ungesema Mungu leo anasema na mimi, Mungu leo anasema na mimi. Ingekuwa yako. Kwa ibada huandaliwa kabla ya ibada. Biashara huandaliwa kabla ya biashara. Faida ukamatwa kabla ya faida. Usiku wa manane tunakamata faida. Miaka ya zamani niliwahi kwenda kwenye siasa. Kuna rafiki yangu alikuwa anagombea ubunge, nikaenda. Miaka zamani. Akaniambia, bwana we kazi yako ukae kwenye chumba hiki utuombee, sisi tunakwenda kwenye mapambano. Kwa walikuwa wamekodi hoteli nzima ni ya kwao. Ase siku zote nilala peke yangu mle, vyumba vyote kwa hakuna watu. Anarudi asubuhi, nikataka kujua, sije nikawa naomba wenzangu wanaenda kwa waganga. Nikawauliza asubuhi, mbona hamrudi kulala? Anambia, la, wewe unafikiri uchaguzi ni mchana? Uchaguzi usiku. Kampeni zinafanywa usiku, nyumba kwa nyumba, kitanda kwa kitanda. Akambia, hao mchana unasikia wanasema hoya, wapiga kikula. Kwa hiyo logistics zinafanywa usiku. Nikapata somo la kuhubiri. Miaka ya zamani kidogo. Sasa niambie wewe unayelala, mimi naomba usiku, wenzangu hawaingii kulala, wanaingia asubuhi. Wewe nenda kafungue duka lako kichwa. Nenda kagombee kichwa. Kwa maisha si ndivyo unavyoyaona my friend. Ukiona watu wanaenda hivi, jua wanaenda hivi. Kwa usipojua ulimwengu wa roho, huna chako duniani wewe. Matendo ya Mitume 16 kuanzia mstari wa 16. Paulo na Sila pamoja na upako walikamatwa mchana, usiku walichomoka. Mchana Paulo na Sila wakakamatwa kwenye uwanja ule wa michezo pale Efeso. Paulo anahubiri, akakamatwa na Sila. Watu wa Filipi hao, watu wa Efeso wanapiga kelele, watu wa Filipi wanapiga kelele. Tuende Matendo ya Mitume 16. Anasema ikawa tulipokuwa tukienda mahali pa kusali, kwa lugha ya leo ni kanisani, Biblia inasema kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo la uaguzi. Wapi? Mahali pa kusali. Kwa watu hao walikuwa wanasali, lakini aliyekuwa mbele yao anasalisha anaitwa kijakazi mwenye pepo la uaguzi. Ndio leo wanajiita manabii.
Ukifika anakuambia umevaa nguo ya ndani ya blue au nyekundu, pepo la utambuzi, pepo la uaguzi hili hapa. Leo amefungua makanisa chungu nzima. Kwa Paulo akafika mahali pa kusali, anayesalisha ni mwanamke kijakazi mwenye pepo la uaguzi au pepo la utambuzi. Atakwambia ulizaliwa tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 1961, unasema ndio bwana, pepo la utambuzi. Baba yako na mama yako wameachana tarehe fulani mwaka fulani, unasema ndio bwana, pepo la utambuzi. Uhitaji kuambiwa unabii kwenye tarehe ya kuzaliwa. For what? Si unaijua? Unabii maana yake yanafunuliwa ya siri. Para kuna siri kwenye tarehe ya kufa wala tarehe ya kuzaliwa. Ni kitu unakijua, labda kama remembering. Unakumbushwa ulizaliwa tarehe fulani, ulisoma shule gani ya vidudu, unasema ndio bwana, unatemeka kauze kiwanja ulete hela. Soma Biblia na uelewe. Unabii, soma manabii wa zamani na manabii wa sasa, utagundua hawa ni waganga. Hawa ni waganga typical 100%. Kijakazi mwenye pepo la uaguzi. Nisikilize, nitakupa mfano. Aliyekuwa na pepo la uaguzi, ambaye alikuwa amewapatia bwana zake faida. Kwa kuna watu walikuwa wananufaika na yule dada kijakazi anayekaa mahali pa kusali. Leo kuna congregation, kuna makongamano makubwa yanaongozwa na watu wenye mapepo ya uaguzi. Sema bwana, hakuna cha bwana, pepo la uaguzi. Akamfuata Paulo na sisi walipojichanganya mule. Paulo si ni mhubiri. Akaenda huko kwenye zali. Akamfuata Paulo na sisi. Akapiga kelele nyuma yetu akisema, hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuhubiri njia ya wokovu. Alikosea, alipatia. Huyu mganga wa kienyeji anatambua, anadetect. Kwa wewe hata ukienda kazini, wale wafuga majini wakubwa, they know you, who are you. Watakwambia wewe ni mtu mkubwa, usije ukacheka ukafurahi kuitwa mtu mkubwa. Fahamu wamekuvuta kwenye karai, wamesha kutambua, sasa wanakupamba. Ukizubaa waravi yao wafa.